Nasimama hapa Kaiti ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026 na mimi bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM tarehe 8. Sasa nikiwa kama katibu wa chama nimefika hapa kwa mwaliko wa ndugu yetu Mheshimiwa Kimilu, na leo nimefika hapa moyo wangu ukiwa mzito sana, mwenye kujawa na majonzi, kwa sababu sisi kama viongozi kule Nairobi tunaomboleza. Tumepoteza watu zaidi ya 20 hapo jana. Tunaambiwa kufikia sasa watu wote ambao wamepoteza maisha yao ni zaidi ya 30 Kenya mzima. Nataka mtuombee kule Nairobi, maanake tunahitaji hayo maombi kwa familia zote ambazo wameathirika na hayo mafuriko. Naomba hizo mic nyingine zizimwe ndio kusikwe na hiyo feedback tafadhali. Tunasema kama viongozi wa Nairobi tumesikitishwa sana na matukio ya hapo jana, ya kwamba tumeweza kupoteza maisha ya watu wengi kwa sababu ya mafuriko pale Nairobi. Na ni kitu ambacho ni cha kuvunja moyo sana, kwa sababu uongozi mzima wa taifa unajua mvua unyesha. Si watu wanajua mvua huwa inanyesha. Serikali yenyewe ndiyo ilituambia kutakuwa na mvua kali hapo jana, lakini hawakuchukua hatua zozote za kuhakikisha kwamba hakutatokea maafa pale Nairobi. Kwa hivyo sisi kitu ambacho tunataka kujua kama viongozi wa Nairobi, tunataka uwajibikaji, tujue ni viongozi wa gani, ni wale professionals wa gani ambao walizembea kazini mpaka barabara zetu maji haiwezi kupita. Wanataka tuambiwe ni kina nani walilala kazini mpaka tukapelekea kupoteza watu zaidi ya 20 pale Nairobi. Mambo ya kuongea tu na kupeleka pakiti moja ya unga, it is not going to be enough this time round. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures that have ensured that Nairobi has no drainage. Na kwa saa hii nyinyi kina mama mmezaa watoto wameenda shule, ni maengineer, wapewe nafasi wafanye mfumo mpya wa drainage pale Nairobi, kwa sababu ukiangalia wananyima qualified professionals nafasi, wanaweka watu yao hapo wanalalia kazi. Tunataka waondolewe wale wamelalia kazi, vijana ambao wanaweza chora map ya vile maji inaweza tembea, wapewe nafasi wafanye hiyo kazi. Jambo la pili, Mheshimiwa Kimilu, naomba uje hapa. Mimi kama SG wa ODM najua uhusiano ambao tumekuwa nayo sisi wana ODM na hapa watu wa Ukambani. Wale viongozi wa Ukambani ambao mlituma bunge ni watu wenye msimamo imara. Nimekuja hapa kwa sababu Mheshimiwa Kimilu ni mheshimiwa mwenye msimamo. Huyu jamaa hawezi anza safari na yeye alafu ugeuke nyuma ukute ametoroka. Na nchi ambapo tumefika sasa, tunataka viongozi kama wewe Mheshimiwa Kimilu. Nataka ukae ngumu bwana Mwami. Utatupiwa maneno, utaambiwa mambo, utaitwa majina, lakini wewe weka wananchi wako wakaiti mbele na tuweze kusonga pamoja. Hii nchi tutaikomboa tukiwa pamoja na viongozi kama Mheshimiwa Kimilu. Na akirudi hapa kuomba nyinyi nafasi aendelee kuwafanyia kazi, mtampatia, si ndio? Mtasema Kimilu 5 tena. Kimilu 5 tena. Asante sana Mheshimiwa, unaweza kuketi. Vile ambavyo wenzetu wamezungumza hapa leo, ilikuwa tusherekee siku ya kina mama duniani, lakini kina mama wanatuambia hamna la kusherekea kwa sababu ni kilio kila mahali, ni shida kila mahali. Mimi nikishikilia ile msimamo wa baba Raila Odinga napata shida mingi sana. Jana tarehe 7 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya mwisho ya mkataba ambayo tuliweka kati ya UDA na ODM. Hakuna huo mkataba tena, iliisha jana. Na niliwaambia kama unataka kuextend hiyo mkataba, the only person who can extend it is in Bondo resting Raila Amolo Odinga. Ukitaka kuextend enda uchukue signature huko kama utapata. Kwa hivyo jana ilitakiwa hiyo kamati ambayo inaongozwa na Agnes Zani watoe ripoti kwa nchi nzima, sio kwa viongozi. Baba alisema watoe ripoti jana. Hata baada ya kushindwa kufanya kazi ya hiyo mkataba, bado wanaendelea kumkosea baba heshima. Alisema watoe ripoti tarehe 7, wamegeuza wanasema watatoa Tuesday. Nani aliwaambia hiyo maneno? Si ni kumkosea baba heshima? Hiyo mkataba ilikuwa inasema kufikia jana, hiyo kamati inafaa kutupatia as a country a framework for the implementation of the 2/3 gender rule. Watuambie ni njia zipi tutatumia kuhakikisha kwamba hawa kina mama ambao tuna celebrate leo pia wanapata nafasi za uongozi. Paka jana hakuna framework wametupatia. Watakuja Tuesday na hadithi zao. Sisi hatutaki hadithi, tunataka mtuonyeshe framework. Tulisema kwamba baada ya kutia sahihi hiyo mkataba mwaka uliopita,
Mambo ya kushika vijana kiholela, mambo ya kuua vijana itaisha. Kuanzia siku tulitia hiyo mkataba mpaka jana ambao mkataba imeisha, zaidi ya vijana 20 wameuawa na hii serikali. Si mnajua kina Albert Ojwang walichukuliwa na polisi wa Ruto wakaletwa mpaka Central Police Station. Kijana na nyongwa kama ndani ya sel. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Walichukua Albert Ojwang kutoka Homa Bay wakamnyonga.